kwa leo hii tuko na masuala mengi, tuko na mambo mob, lakini kikubwa hasa ni uwepo wa jamaa. Niko na jamaa hapa wa Tanzania Reggae Boys. Tanzania Reggae Boys leo hii wameweza kuteka studio za Radio 5 hapa. Itakuwa niko nao kuanzia the beginning up to the end. Tanzania Reggae Boys kina nani hao? Niko nao leo hii, utaweza kuwapata na kuwasikia ndani ya dakika chache zinazokuja. Tumeanza na kibao cha Nipe Ripoti. Kuna Lee Scratch Perry ambayo walianza kupitia sound system hizi, zikaja baadaye zikawaingiza katika muziki, wakaja wakawa producers, wakawa waimbaji. Hivyo uwepo wa sound system kwenye historia ya muziki wa reggae ni miongoni mwa masuala nyeti kabisa. Vyombo vinakodishwa, vinaenda kupigwa ni club, vinaenda kupigwa ni kwenye ukumbi, na kisha baadaye vyombo vile vinarudishwa. Hivyo Tanzania kwa miaka nenda rudi hapakuwa na sound system ya kueleweka. Hapakuwa, kama sio sound system basi kikundi cha watu ambacho wanajihusisha na upigaji wa muziki wa reggae. Kule nchini Kenya tumeweza kuwasikia kina Fire Muma Jambi Koikai. Fire Muma Jambi Koikai ambaye ni late, aliweza kupumzika mapema mwaka jana. Tumeshawahi kumsikia kwenye Supremacy Sounds. Supremacy Sounds nako walikuwa wakijihusisha na upigaji wa muziki wa reggae. Kina DJ kama DJ Tsunami. Alishakuwepo DJ Tsunami, wakaweza kupiga. John Maina aka MC Full Stop anafahamika kwa namna alivyokuwa akiimba, akinogesha kwenye matamasha, kwenye shughuli mbalimbali zinazohusiana na muziki wa reggae. Kwa Tanzania bado hatua hiyo tulikuwa hatujaweza kuifikia, lakini kwa wakati huu tunapoongelea tunaye Reggae Boys, Tanzania Reggae Boys, na kwa wakati huu niko nao hapa ambaye ni mtu mzima, Di Mateo Zion. Sasa hivi ni wa Tanzania Reggae Boys, sio Di Mateo Zion tena wa ile foundation. Di Mateo Zion sasa hivi yuko na kama chama, taasisi, ni chama hichi kinaelekea kuwa chama, kinaelekea kuwa shirikisho. Ataweza kutuambia mustakabali mzima wa Tanzania Reggae Boys. Ni chama, shirikisho, ni nini hasa ambacho kinahusiana na hii Tanzania Reggae Boys? Tukiweka kwenye chama, bado ana chama, tujui namna ya kujiunga nayo. Tukiweka shirikisho, namna ya kuweza kuhusika katika shirikisho hili na mengine mengi. Tuko na Di Mateo Zion kutoka Tanzania Reggae Boys, bila kumsahau mtu mzima Hotep Makeru, sura moja, Mlewa Mbroso. Tuko nao hapa kwenye 1 na 2 katika Caribbean Vibes ya tarehe 2 kwa mwezi huu wa 5. Maze, karibuni sana huku. Tunashukuru sana. Hotep. Kumeendaje maze? Mbaya ni mambo ni poa kabisa. Mambo ni airi. Airi. Ilikuwa ni jana kwenye tamasha la Rick's Band ambapo tulikutana mitaa ya Ilboru. Melody Pub Ilboru iliweza kuwaka moto na kuweza kuwa hosted na Tanzania Reggae Boys. Tukaweza kuwekeana miadi ya kukutana, kufanya kitu, kushirikiana kwa umoja, mimi kuhakikisha tunasogeza muziki wa reggae kwenye hatua inayoweza kufuatia kabisa. Kwanza karibuni Arusha, na miezi kadhaa mjawepo Arusha. Yes kabisa. Kuna muda kidogo kama mwaka mzima hivi. Kama Makeru ni mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Di Mateo? Mimi ni miaka 3 hivi, 4. Miaka 3. Wala mwisho kuwepo Arusha ilikuwa 2023. Tulipatana, unakumbuka? Kwa 2023 kabisa. Kwenye Love Cats alikuwepo Dr. Raymond kipindi kile. Kabisa, kumbukumbu unayo. Miaka ile ndio ilikuwa miaka ya mwisho, na kwa kwanza mimi niwape hongera sana kuweza kufanya ama kuwepo katika mchakato huu wa kuweza kuasisi shirikisho, muunganiko huu ambao una uwezo wa
tunaweza kuita Tanzania Reggae Boys ni chama shirikisho? Yeah, actually kwanza kwa kujiintroduce naitwa Dimateo Zion Sweat au Tawe Tanzania Reggae Boys. Mimi ni mdau wa muziki wa reggae. Kwa kwanza naomba nianze kwa kuitambulisha Zion Empire Reggae Network. Hii ni taasisi ambayo ndani yake sasa ina vikolombwezo ama ina vitu vingi. Humo kuna Tanzania Reggae Boys, kuna Wape Vibes, kuna Reggae Dolls, na kuna vitu vingine vingi ambavyo vipo yani vinakuja. Kwa hiyo hii ni taasisi, lakini Reggae Boys officially ni sound system. Ni taasisi ya sound system, yeah, ambayo inahusisha kuna namna ya kujiunga na sound system hii na shirika na taasisi hii. Hiyo yani inamaanisha Zion Empire Reggae Network ndio taasisi, ndani yake kuna Tanzania Reggae Boys, ambao hii Reggae Boys ni sound system 100%. Hii ni sound system kama nilivyokusha kuambia kwa awali, wana uwezo wa kutoka Arusha, wakatoka Dar es Salaam, wakaenda Mwanza, wakatoka Mwanza, wakaenda Kigoma, wakatoka Kigoma, wakaenda Bujumbura, wakatoka Bujumbura, wanaenda kupiga kama tulivyokuwa tukisikia kina John Maina, Fayamuma Jambi Koikai na sound system nyingine zinazopatikana Nairobi, ambapo kumekuwa kuna maendeleo na mafanikio makubwa sana ya kutoka na kwenda kufanya matamasha kadha wa kadha. Hii imekuwa ni sound system ya kwanza kutoka Tanzania ya kimataifa. Yeah, official kabisa. Mapema ilikuwa ni mwezi wa 4, mwezi wa 3 hivi kulikuwa kwa Nairobi. Yeah, nilikuwa mwezi wa 3 niko Nairobi. Mwezi wa 3. Yeah. Mwezi wa 3 nilikuwa kwa jijini Nairobi. Na Nairobi kwa siku za hivi karibuni umekuwa unaenda sana Nairobi kabisa. Luciano alivyokwenda Nairobi mwaka jana. Kwa mwaka jana? Yeah, mwaka jana Luciano Jam Messenger alipokuwepo jijini Nairobi, Dimateo Zion alikuwa miongoni mwa waalikwa kabisa. Haukwenda kama mtazamaji. No. Ulienda kama mwalikwa kabisa. Harakati za muziki wa reggae Dimateo Zion zimeweza kukufikisha mbali. Respect. Ghana. Respect. Nigeria. Hivi South Africa umeshakanyaga? Hapana bado, maybe very soon. Ama ni mikakati bado haijakaa sawa? Ipo inakuja. Lakini kwa siku zinavyokuja unaweza ukaanza kukanyaga kote. Lagos, Accra tayari. Yeah. Nairobi tayari. Kabisa. Dar es Salaam ndo nyumbani. Yeah, Arusha unakuja. Kabisa. Mwanza utaenda. Yeah, na sehemu nyinginezo. Hii inakuwa ni kitu cha msingi, kitu kikubwa sana kutoka kwa Dimateo Zion, ambayo kiukweli ni miongoni mwa brothers ambao tuko nao kwenye tasnia nzima ya muziki wa reggae, ambao yamkini labda hapewi nafasi yake, lakini Dimateo Zion ana nafasi na mchango mkubwa katika kusukuma gurudumu la muziki wa reggae nchini Tanzania. Akiwa anajihusisha na promotions, akiwa anajihusisha na utangazaji, akiwa anajihusisha na uimbaji na masuala kadha wa kadha. Ameweza kutenga muda wake, ameweza kuinvest pesa zake za nauli, usafiri, malazi, kwenda sehemu kadha wa kadha ulimwenguni kuweza kusukuma gurudumu la muziki wa reggae. Dimateo Zion ni mjasiriamali kabisa, mwana harakati, mwana muziki, mtangazaji, na vingine vingi. Yule ambaye anamsikiliza Dimateo Zion kwa hivi sasa, Dimateo Zion ni nani hasa? Mimi ni mtangazaji, kwa maana nina show 2 kwenye radio na TV. Lakini pia mbali ya kuwa mtangazaji ni mwandishi wa habari. Then nasema ni mpenda reggae ama mdau wa reggae. Mjasiriamali, una business zako unazifanya. Mimi pia ni baba. Mimi nilianza kusikia na kuwasiliana na Dimateo Zion akiwa ana goli lake Kigamboni kabisa. Kulikuwa kuna goli unalo la kutengeneza dreadlocks. Dimateo Dreads. Dimateo Dreads ukapiga ulichoweza kukipiga, baadaye ukaji upgrade. Tukihesabu miaka 10 iliyoweza kupita, ulikuwa sio Dimateo huyu ambayo tuko nayo leo hii. Kuna hatua kadha wa kadha umeweza kuzichukua ambazo zimeweza kukifikisha kutoka 0 kwenda 1, 2, 3. Kwa hivyo leo hii tutakuwa na Dimateo Zion tukihesabu masuala kadha wa kadha yasiyonayo na maisha, burudani na mengineyo mengi ambayo wewe mdau shabiki wa muziki wa reggae unapaswa uyafahamu. Dimateo Zion, harakati,
mipangilio, ujana, maji ya moto na mengineyo mengi kutoka kwa Mateo Zion tutaweza kuyapata leo hii, bila kumsahau mtu mzima sura moja, mlewa ambaye naye ni kati ya maticha wetu, maticha wetu, mwalimu wa masuala kadha uhusianayo na Afrika. Hivyo mazee, tutapata vingi kutoka kwa Tanzania Reggae Boys. 11 dakika 49. Di Mateo Zion, kama Di Mateo Zion pia anaimba. Yes, ni kweli. Anaimba na ana vitu vyake vingi vinapatikana kwenye digital platform zote. Unaweza kumtafuta Di Mateo Zion, DIMATO Zion ya ZON. Huyu ni Di Mateo Zion. Anakuja na kete inatambulika kama Funguka. Hii ni kufunguka. Kuna namna wewe mdau shabiki unapaswa ufunguke. Hii funguka hivi, funguka kwa yule ambaye anaanza kusikiza funguka. Hii funguka maudhui yake ni yapi funguka? Funguka maudhui yake in short ni kwamba ni kwa jibu ku-express kwamba yani kama upo kwenye mapenzi na mtu you don't have to kona, just be straight. Acha kona nyingi. If you love someone, just be straight, you know. Kama unaona unampenda alafu anaweza kama na wewe, acha kuwa domuzege. There is no way to go around and round, just be specific, go straight and just kama akikataa sawa, lakini umeshaenda. Kabisa. Di Mateo Zion anasema Funguka. 11 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Here we go. Yes, I. Yeah, man. Yes, I. One more time. Di Mateo Zion alongside her. Bako. Mina funguka, kunjuka, tunogeshe penzi mamilo. Mina funguka, kunjuka, tunogeshe penzi mamilo. Tunogeshe penzi mamilo. Tunogeshe penzi mamilo. Kama unakata kachumbari hatari, pilipili weka kidogo kwa mbali. Karibuni, kuna Rasigo Ndumi amekuwa very active. Kuna Sister Pikuch anafanya vizuri sana. Again, By the Gwit anafanya poa. Mr. Kamanzi anafanya noma tena sana. Lakini kwa wale ambao tunabidi tuwape backup ya kutosha ni kizazi kipya. Napenda mzungumzia mtu kama Mtu Raifo, Pinda Boy, na wengine wengi ambao wanafanya vizuri. Najua kina Queen's Pora, kina Fia anafanya poa pia. Najua mtu kama Shazlove anafanya vizuri, anakuja vizuri katika muziki wa reggae Tanzania. Kwa hiyo hao wanahitaji support, kwa maana nyimbo zao zipigwe, lakini pia hata kwenye shows zikipatikana shows pia tuwape nafasi ya kuonesha talent yao. Una wanamuziki kati ya wanamuziki ambaye Di Mateo Zion alishawahi kunipatia aliweza kunipatia nyimbo yake. Aliweza kunipatia nyimbo yake Queen Zipora. Queen Zipora ni miongoni mwa wanamuziki wa muziki wa reggae ambaye kiukweli kama ukimpatia sikio lako ana uwezo mkubwa sana katika kupatia burudani, kupatia tune nzuri. Kuna Fiatizi sawa, kuna wengine wengi wanaokuja, lakini hata Queen Zipora. Queen Zipora hivi hauna mpango wa kuleta record label? Tuseme Tanzania Reggae Boys kama ina record label, kuweza kusimamia wanamuziki wa reggae, wanamuziki wa dancehall kwa siku zinazokuja, inawezekana? Ukiangalia kwenye social media zangu, kuna hatua unataka kupiga. Mimi pia ni manager, mimi na pia na manager wasanii. Nafanya kazi na wasanii locally na international. Kwa mataifa nje nafanya kazi na mtu kama Mr. Kamanzi, niko naye nafanya kazi chini ya label ya Zani Empire. Nafanya kazi pia na Nati Sterling kutoka Jamaica, Montego Bay. Nafanya kazi na Prince Masabo Sizimwe.
huyu anaishi kutoka Jamaica, Nat Sterling na wengine wengi. Yeah. Bado hatujafika huko, bado tutafika huko tunafika, lakini tupache kwanza huko tunafika, lakini kwa wakati huu tunamsikiliza Queen Zipporah. Yaman, Queen Zipporah, na hii ni kitu kinachofahamika kwamba ni 911 yeah. 911 911 kutoka kwake Queen Zipporah, 12 na dakika 5 ambao tunashirikiana nao wasanii vile vile kama ulivyosema Ole Nana Ole Kipchoge ni Tanzania Reggae Boys. Kwa hiyo tumeweza kufikia wadau wengi sana wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Nadhani tuko kwenye wakati sahihi, kipindi sahihi, ama tunatwanga maji kwenye kinu. Hiki ni kipindi sahihi sana. Tunasema changamoto mara nyingi ndio ngazi za kwenda kwenye mafanikio. Changamoto ndo zinaibua sasa zinaibua watu wa ideologies mpya za kuweza kufikia malengo. Kwa sababu kama hakuna changamoto watu wanajisahau, watu wanalala. Kwa hiyo tuko kwenye kipindi kizuri ambacho kina aina nyingi za muziki, tuna wanamuziki wengi, tuna mitandao, tuna media nyingi. Sasa na sisi tunataka hapo. Kwa hiyo hapo na sisi ndo tunapenya hapo. Ambao kupitia changamoto hizi ndizo zinaweza kukuza Tanzania Reggae Boys kufikia malengo na kuweza toboa nyavu. Sio tu kufunga goli na kuingia kwenye nyavu. Mpira unapigwa na unatoboa nyavu, unaenda mpaka nje kule kwa mashabiki. Hiyo ndo lengo hasa la Tanzania Reggae Boys, kuweza kufikia wadau, mashabiki, wanamuziki na wengine wengi ambao wanaweza kupambana kwa namna moja ama nyingine kuweza kufikia malengo yao ya muziki wa reggae. Sura moja Mlewa. Muziki wa reggae umeanza kujihusisha nao kwa zaidi ya miaka 15. Ni miaka mingi. Sio 15. Sio 15 kwa sababu nakumbuka wimbo wangu. Inawezekana miaka 20. Kwa sababu nakumbuka wimbo wangu wa kwanza wa dancehall. Kwanza nilianza kwenye dancehall. Nilianza kwanza kwenye muziki wa kawaida, lakini sikufanikiwa kurekodi hizo nyimbo za muziki ule wa kawaida au tuseme bongo flavor. Lakini wimbo wangu wa kwanza ambao nimerekodi ulikuwa ni wa dancehall, na nilirekodia huko Kilimanjaro, studio ya jamaa mmoja anaitwa Cliff, yuko pande za Mwika. Na huo wimbo ulianza kupigwa haswa huku upande wa kaskazini. Nafikiri kuanzia kipindi hicho cha 2007 nilifika paka hapa Radio 5. Kwa hiyo wimbo wangu ushapigwa hapa mikoa ya Arusha. Huo tunauangalia hapo wenyewe una miaka kadhaa, ambao unaitwa Beats of Love. Video yake niliitoa mwaka jana. Ilikuwa ni mwaka jana. Mwaka jana kitu kama hicho. Beats of mwaka Love. Jana Beats of Love ya kwake mtu mzima Sura Moja. Na ulishawahi kufikia paka kufanya album? Nilifanya album ambayo ilitoka mwaka ilikamilika mwaka 2018, lakini nimeitoa na unafanya kazi na wanamuziki wengi. Wakiwemo Nat Sterling kutoka Jamaica, una Real Brothers Forever ambao inakutanisha kina Prince Masano pamoja na dada Seni Awane kutoka Afrika ya Kusini. Hao kutoka Luxembourg. Avaran na masuala mengine ambayo nakuwa najihusisha na muziki wa reggae. Ilikuwaje paka kuanza kuingia kwenye hii masuala ya management? Actually kuna wasanii walinitrust katika energy yangu ya kumanage wasanii as a road manager, especially Nat Sterling. Big up to him from Jamaica, Montego Bay. So tumefanya kazi kibao in terms of kuandaa matamasha, kumtafutia shows, link up za combination na wasanii mbalimbali, akiwemo P Kacha, Queen Zipporah, Steven B, lakini pia na wengine ambao utafanya kazi naye muda si mrefu ama vipi. Kwa safari ilianzia hapo, wasanii waliniamini katika hiyo package ama hiyo katika vibe ya kuwa manage, najua So from there pia nikafanya kazi na Mr. Kamanzi, niko naye since back in the days kama manager wake kwa huku Afrika Mashariki. Nimeshamtafutia shows zaidi ya moja. Pia link up kwa maana collaborations na wasanii mbalimbali, tunashauriana kuandaa strategies mbalimbali, mipango ya collaborations, festivals, mambo kadha wa kadha. Connection, hizi connection za kina Nat Sterling
ulipata wapi connection na Nat Sterling? Nasema najua hizi link up ama connections sometimes tu zinakuja zenyewe, unajua. Na mimi naamini katika kufanya kazi yako vizuri. Ukifanya kazi vizuri, watu wanaambiana, wana change contact, unashangaa tunapigiwa simu, mtu anakupa kazi, anakutrust. Ni kama nimefanya sasa hivi nafanya kazi na Really Buzz Forever, au wanatokea Luxembourg. Hii ni band ambayo ina consist kutoka watu kama 7 hivi kutoka mataifa mbalimbali. Kuna mtu anatokea Togo, Mexico, kuna mtu anatokea Uganda, Luxembourg na Tanzania na Colombia pia. So hao jamaa ni bendi chini ya Prince Masabo Sizimwe, wanafanya muziki wa reggae na dance since back in the days. Na huyu Masabo anatokea Tanzania by the way, mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo anawakilisha bongo reggae huko ugaibuni. Wazee, unapomsikiliza Nat Sterling ni miongoni mwa wanamuziki kutoka nchini Jamaica ambao ana makazi yake kule nchini Marekani. Ana makazi yake kule nchini Marekani na alishakuja nchini Tanzania kuweza kufanya mawili matatu. Aliweza kuja nchini Tanzania na kufanya mawili matatu. Na kumbuka ilikuwa ni mwaka jana. Yes, amekuja mwaka juzi 2024 lakini pia 2024 2025. Amekuja 2 times. Miaka miwili. Miaka miwili iliyokwisha kupita, Nat Sterling alikuja nchini Tanzania na kufanya matamasha maeneo kadhaa. Kufanya show. Ameperform Dar es Salaam, pia ameperform Zanzibar. Wakati fulani nilishawahi pia kufanya mahojiano ya moja kwa moja naye Nat Sterling, na kumbuka ilikuwa ni kati ya mwaka 2023. 2023. Nat Sterling alikuwa ni miongoni mwa wanamuziki wa kimataifa ambaye niliweza kuunganisha naye kupitia Di Matteo Zion. Amekuwa ni mtu wa connections nyingi. Wazee, ni swala la kuomba uzima, kumwombea uzima Di Matteo Zion, uzima, afya njema, na azidi kupata hizi connection 2-3. Yamkini muziki wa reggae ukawa umefikia kwa mtu stahiki kwa wakati stahiki, ijapokuwa kuna haters. Ni tunaita haters ama tunaita motivators? Hiyo ni swali yangu. Kuna wale ambao kama wanakwazika na hivi harakati. Challengers. Tunawaita haters ama tunaita motivators? Can say nisaidie yote. Challengers. They're just to challenge, unajua. Kwa hiyo hao wapo tu, yani kila siku, kila pahala, kwenye kila sekta, kwenye kila tasnia, iwe ni muziki, mpira, ni nini, yani wapo, yani huwezi kuwakwepa. Huyo ni Di Matteo. Lakini kwa wewe mdau msikilizaji ambaye unasikiliza hivi sasa, hebu msikilize Nat Sterling. Nat Sterling, mwanamuziki huyo ambayo ni ya kimataifa wa muziki reggae, mwenye makazi yake kule nchini Marekani. Na kutoka Marekani mpaka Jamaica si mbali sana, kuna bahari upande huu wa mashariki, miji kama mashariki kusini hivi, miji kama Miami, Florida, kule kwenye jimbo la Florida, ina uwezekano mkubwa wa kuweza kuingiliwa na watu kutoka mataifa ya Caribbean. Nat Sterling ambaye ana muda mrefu tangu kuanza kuimba muziki wa reggae, ameachia vibao vingi, lakini kati ambavyo ameweza kuifanya, ukiachana na Asante, kuna hii Nat Sterling inaitwa Laundry Dirty. Dirty Laundry. Laundry Dirty. Laundry Dirty, unapozungumzia laundry ni kama sehemu ya kufua hivi. Kabisa. Lakini hiyo ya kufua alafu ina uchafu. Hiyo ukitwist kidogo, ni kama anazungumzia masuala mazima ya jamii, serikali, masuala ya corruptions, ukiukwaji wa haki za binadamu, watu kunyimwa haki na vitu kama hivyo. Dirty Laundry. Man, ni Laundry Dirty ya kwake Nat Sterling. Na tofauti na kati ya mimi na mimi, nikimwangalia sura moja mlewa, hatuna saa, tujavaa saa mkononi, tumevaa bangles tu, lakini mtu mzima Di Matteo Zion amevaa Rolex.
Di Matteo Zion. Mkono wa kushoto una Rolex. Di Matteo Zion huyu hapa kutoka Tanzania Reggae Boys, na huyu ni miongoni mwa wanamuziki ambaye amekuwa akisimamia kazi zake nchini Tanzania, kupanga matamasha, kupanga collaboration na masuala kadhaa, link up na wengi wa muziki wa reggae. Unapozungumzia link up nzuri nchini Tanzania, basi huwezi kuacha kumtaja Di Matteo Zion. Huyu ni Not Staring. Yeah, straight out of Jamaica. Not Staring na kitu ni Laundry Dirty. Pia ya kimuziki harakati kama hizo aweze kutusalimu hapa. Not Staring kama yuko sawa. Di Matteo Zion tukiwa tunaenda kumcheki hapa. Tuko na namcheki hapa. Yeah, nampigia simu. Tunaunganisha moja kwa moja mpaka New York, mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Yeah, man. Kabisa. Straight out away. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia yameweza kukua sana. Siku hizi tunatafutana tukiwa tuko karibu kabisa. Nitamani pia tuzungumzie hiyo unakuwa tuko mbali lakini tuko karibu. Tayari niko naye hapa na Testali. Greetings, Bridgen. Yo, Bridgen. Yeah, man, what? How you do, man? Everything is good, man. What's going on with you? Everything nice, man. Everything crisp, man. Okay. We did arrive on Radio 5 in Arusha, man. What is that? Didn't hear you. We did live and direct in Radio 5 in Arusha, man. Oh, yeah, okay. Yeah, man. So, Everybody good? the one if you talk for you, man, just one time, man. Of course, yeah, man. Yeah, man. Them play Asante and Dirty Rondu, and they was discussing about Dirty Rondu, this song, you know, some massive projects, you know. And them say, can you talk to Natty Sterling just one more time, man? Of course. Yeah, so you can talk to Lona Ole Kipchonge, is here, man. Yeah, man. Yes, I Not Staring. How are things? I'm good, man. How are you, brother? How are you doing, man? You're good, and we are good also here in Arusha. It's a blessing to hear your voice. It's been a while since last time we check on you. Man, I wish I was there with you guys, man. I wish I was there. You know, I miss Africa, man. I want to come to Africa. Bad. It's almost 3 years since we last chat, we last talk about your music. What's up? What you got? What you got this time around? You got a new project, a new EP, a new album. What you get right now on your? You got a new project? What do you get? Yeah. It's a new project we're doing right now. Promote it right now. Zion is there doing some promotion. Yeah, Asante So, P. it's all about the new EP, Asante. Yeah. You know, and we have proper single also promoting. So it's all about the music, you know. And I'm thanking you guys for playing the music, you know. Good thanks. Yes, do you get some plans of touring in Tanzania for the upcoming summer? Of course. And the plan is to come there like in August. And I'm coming over there in Arusha. So yes, we'll be there in August. Yeah, man. It's a really massive blessing to hear from you. I hope we're gonna chat next time, and we're gonna have some good time talking about your current music situation right now and other various stuff that you've been doing for the current days. Yeah, man. Just as I said, man. You know, Yeah. Thanking you guys for playing my music, and Whenever I'm you gonna got. be there shortly. I'm gonna be there shortly. When I come, I'm definitely gonna come and check you guys. You know what I'm saying? Whenever you get something to address to the public, Radio 5 is here, Kipchoge is here, Caribbean Vibe, we are here. You're just checking out house, and we're going to talk about it live and direct all the way from Arusha, Tanzania to the world. They're going to hear your music, your new project, your upcoming, each and everything is going to be bam. And I have to say thank you very much. Glad to hear from that. Glad to hear that stuff, man. Very, very important. Yes, I. Definitely gonna keep in touch. Thank you. I want them to know it's not staring. Give us some Asante, the Asante. He went off. Yes, we're nice. Yes, we're nice. Give us Asante. We only vibes, only positive, no negative.
Yo. and come around. Let the energy flow like the river Nile and quench the thirst away. Let them know. Yeah, man, it's all about the music, you know. Yo, Sweet vibration. Nat Sterling. People to go there and support the EP, Asante. You support it all on the digital platform. Just go and support Nat Sterling music. Bless up. Nat Sterling. Yes, sir. They want you to sing just a little thing in a Asante vibe, you know, just a little party, man, in We want to hear Asante. that Asante from him. Just Them guys are sing for them, man. You want me to do a little piece in Asante? Yeah, man. Hello? Yes. Hello? Yeah, man. We are here, man. Oh, he went off, man. Yeah, Network man, problem, yeah, man. man. Not starting all the way from New York. Yeah, man, representing Jamaica and living in United States of America. Not starting. Tumezungumza mawili matatu hapa yanayohusiana na muziki wake hivi karibuni, kipi anatarajia kukifanya kama atakuja nchini Tanzania na mambo mengineyo kama hayo. Not starting amekuwa akifanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na Di Matteo Zion kwa zaidi ya miaka mitatu minne. Chini ya mwamvuli wa Zan Empire Reggae Network ambao ni Di Matteo Zion amekuwa akihusika naye katika hiyo kama Tanzania Reggae Boy. Tuna Mr. Kamanzi. Yes, Mr. Kamanzi from Mr. Tanzania. Kamanzi mwanamuziki wa kimataifa reggae kutoka nchini Tanzania ambaye amekuwa akifanya makubwa kule nchini Uswizi, Ulaya Mashariki, Ulaya Magharibi, hadi barani Amerika amekuwa akifanya matamasha kadha wa kadha. Mara mwisho niliongea na Mr. Kamanzi alikuwa yuko nchini Uswizi. Yeah, ni kweli. Alikuwa yuko nchini Uswizi. Alishi Basel. Ilikuwa ni Zurich kama sio Basel. Zurich, Geneva, nadhani Geneva, Zurich kama Basel. Alishi Basel. Mji alikuwa yupo na amekuwa akifanya kazi zake, shughuli zake na kuja nchini Tanzania mara kadhaa kuweza kuendeleza project zake. Mr. Kamanzi, mwanamuziki wa kimataifa, muziki wa reggae kutoka nchini Tanzania. Ni kipi hasa ambacho kiliweza kukuvutia mpaka ukaamua kama kufanya naye ushirika fulani? Of course, energy yake, kazi zake za moto, tumekuwa na mafanikio makubwa tangu tumeweza kushirikiana. Kafanya kazi na Sizzla Kalonji kwenye same project. Ameshirikishwa na Capleton, Sweat Out of Jamaica, amefanya ngoma ya pamoja inaitwa Winafia Dem Remix. Pia amefanya